Mzee Baraka alikuwa mtu ambaye kila mtu alimjua, si kwa sababu ya utajiri wake tu, bali kwa heshima aliyokuwa nayo. Alijenga jina lake polepole kupitia biashara ndogo ndogo hadi kufikia kuwa na mali nyingi, ardhi, majengo na uwekezaji uliokuwa ukileta mapato kila mwezi. Kila mtu alimwamini, kijijini, mjini, hata familia yake. Yule ni mtu wa ukweli, walikuwa wakisema. Lakini ukweli mmoja haukuwa ukijulikana, na siku ulipofichuka uliwaacha wengi midomo wazi. Jioni moja, familia yote ilikuwa imekusanyika nyumbani kwake. Ilikuwa desturi yao kukutana kila mwisho wa mwezi kujadili maendeleo ya familia na biashara zao. Meza ilikuwa imejaa chakula, lakini si chakula kilichokuwa muhimu usiku huo. Kulikuwa na jambo lilikuwa linakaribia kutokea. Mzee Baraka alikaa kimya kwa muda mrefu kuliko kawaida. Aliwatazama watoto wake mmoja baada ya mwingine. Kuna kitu kilikuwa kinamkandamiza moyoni, lakini hakukisema. Badala yake, alisema kwa sauti ya kawaida, familia yetu iko imara, lakini lazima tuwe waangalifu na maamuzi yetu ya kifedha. Hakuna aliyeshuku chochote. Hakuna aliyefahamu kuwa huo ulikuwa mwanzo wa mwisho wa amani yao. Amani alikuwa mtoto wa kwanza wa Mzee Baraka. Alikuwa mtulivu, mwenye akili na aliyependa mambo ya biashara tangu akiwa mdogo. Kila mtu alimpenda. Yeye ndiye atarithi kila kitu, walikuwa wakisema, bila hata kufikiria. Zawadi, dada yake, alikuwa tofauti. Alikuwa makini sana, hakupenda kuamini mambo kirahisi. Aliona mambo ambayo wengine hawakuona. Kito, mtoto wa mwisho, alikuwa mcheshi na hakujali sana mambo ya mali. Mradi tunaishi vizuri, inatosha, alikuwa akisema. Lakini kwa Mzee Baraka, mambo hayakuwa rahisi hivyo. Alikuwa amewaandaa watoto wake kushika mali na biashara zake. Lakini swali lilikuwa, ni nani alikuwa tayari kweli? Usiku ule wa chakula, mazungumzo yalihamia kwenye uwekezaji mpya wa ardhi nje ya jiji. Amani alizungumza kwa kujiamini. Hii ni fursa kubwa. Tukifanya haraka, tutapata faida kubwa sana. Wote walikubali. Isipokuwa mmoja. Zawadi alinyamaza. Alikuwa anatazama tu. Kuna kitu hakikukaa sawa kwake, lakini bado hakujua ni nini. Siku chache baadaye, Amani alianza kusimamia kikamilifu biashara za familia. Alikuwa anahusika na kila kitu: mikataba, uwekezaji, hata maamuzi ya kifedha. Mzee Baraka alimwamini kwa 100%. Huyu ndiye tegemeo langu, alisema mara nyingi. Biashara zilionekana kukua, mapato yaliongezeka, au ndivyo ilivyoonekana. Kila mwezi ripoti zililetwa mezani, faida zilionyeshwa, miradi mipya ilitangazwa na familia ilifurahia maendeleo hayo. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa na kitu kilikuwa kinaendelea, kitu ambacho hakikuwa wazi. Siku moja, Zawadi alichukua faili moja mezani baada ya kila mtu kuondoka. Alikuwa hajakusudia kufanya hivyo, lakini macho yake yalivutwa na namba fulani. Hazikulingana. Alikagua tena, halafu tena. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Haiwezekani, alijinong'oneza. Lakini bado hakuwa na ushahidi wa kutosha. Na kwa mara ya kwanza maishani mwake, alianza kumshuku mtu ambaye hakuwahi kumtilia shaka: ndugu yake mwenyewe. Zawadi hakuweza kulala usiku huo. Kila alipofunga macho, zile namba zilikuwa zinamrudia kichwani. Kulikuwa na tofauti ndogo, lakini za kutisha. Fedha zilikuwa zinaingia, lakini zingine zilikuwa zinatoweka bila maelezo ya wazi. Asubuhi yake, aliamua kwenda ofisini mapema kuliko kawaida. Hakutaka mtu yoyote ajue alichokuwa anafanya. Alifungua kompyuta. Akaingia kwenye rekodi za zamani. Alianza kulinganisha. Mwezi mmoja, miezi miwili, miezi 6. Kadri alivyoendelea kuangalia, ndivyo moyo wake ulivyozidi kuwa mzito. Hii haikuwa bahati mbaya. Kulikuwa na mpangilio, na mtu fulani alikuwa anafanya hivi kwa makusudi.
Mlango ulifunguliwa ghafla. Amani aliingia. Zawadi, unafanya nini hapa mapema hivi? Aliuliza kwa tabasamu. Zawadi alishtuka kidogo, lakini alijitahidi kujituliza. Nilikuwa napitia tu baadhi ya rekodi. Amani alimwangalia kwa sekunde chache. Tabasamu lake halikubadilika, lakini macho yake yalibadilika kidogo. Siku hiyo jioni, mgeni alifika nyumbani kwa mzee Baraka. Alikuwa ni rafiki wa zamani, mzee Omari, mtu ambaye alijua historia yote ya familia hiyo. Baada ya salamu na mazungumzo ya kawaida, alimwomba mzee Baraka waongee peke yao. Walikaa nje chini ya mti. Kulikuwa na ukimya mfupi kabla ya mzee Omari kusema, Baraka, kuna mambo si ya kawaida yanaendelea. Mzee Baraka alimtazama. Hasa nini? Omari alisita kidogo, kisha akasema kwa sauti ya chini, biashara zako, kuna mtu anacheza na fedha zako. Baraka alicheka kidogo. Hiyo haiwezekani, watu wangu ni waaminifu. Omari hakutabasamu. Wakati mwingine wale tunaowaamini zaidi ndio wanaoweza kutuumiza zaidi. Maneno hayo yalikaa kimya hewani, lakini mzee Baraka hakuyachukulia kwa uzito. Alipuuzia, lakini mtu mmoja aliyasikia, Zawadi. Na kwa mara ya kwanza alijua hakuwa peke yake. Zawadi hakuacha kufikiria maneno ya mzee Omari. Wale tunaowaamini zaidi. Maneno hayo yalikuwa yanamrudia kichwani kila dakika. Siku iliyofuata, aliamua kuchukua hatua kubwa zaidi. Hakutaka tena kubahatisha. Alianza kuchunguza akaunti za biashara kwa undani zaidi, hasa zile zinazohusiana na uwekezaji wa ardhi na mali. Aligundua kitu kipya. Kulikuwa na kampuni nyingine. Jina lilikuwa geni, lakini fedha nyingi zilikuwa zinahamishiwa huko mara kwa mara. Alifuatilia zaidi, na alipofungua rekodi ya usajili, moyo wake ulisimama kwa sekunde chache. Jina la mmiliki lilikuwa limefichwa, lakini kulikuwa na sahihi ambayo alikuwa ameiona mara nyingi sana. Ilikuwa ya Amani. Zawadi alikaa kimya kwa muda mrefu. Hakujua afanye nini. Kumkabili, kumwambia baba yao, au aendelee kukusanya ushahidi. Kwa mara ya kwanza, alihisi hofu. Sio hofu ya kupoteza mali, bali hofu ya kupoteza familia. Amani alianza kugundua mabadiliko. Zawadi hakuwa kama zamani. Alikuwa kimya zaidi. Alikuwa anauliza maswali mengi. Na mara nyingi alikuwa ofisini peke yake. Siku moja alimkuta akizungumza na mhasibu wa kampuni. Walipomwona walinyamaza. Naona kuna mikutano bila mimi siku hizi, Amani alisema kwa sauti ya kawaida. Zawadi alitabasamu kidogo. Ni mambo madogo tu ya ukaguzi. Amani alicheka kwa upole. Ukaguzi? Hilo ni jukumu langu, si lako. Kulikuwa na ukimya mfupi. Zawadi alimwangalia moja kwa moja. Kama kila kitu kiko sawa, basi hakuna shida. Maneno hayo yalikuwa mepesi, lakini yalikuwa na uzito mkubwa. Amani aligeuka na kuondoka, lakini ndani yake alianza kuwa na wasiwasi. Je, Zawadi alikuwa anajua nini? Au alikuwa anakaribia kugundua kila kitu? Kwa mara ya kwanza, Amani alianza kuona hatari. Kito hakuwa anajua kinachoendelea, lakini alihisi mabadiliko. Nyumbani hapakuwa na furaha kama zamani. Mazungumzo yalikuwa mafupi, na kila mtu alikuwa na mawazo yake. Siku moja, alimkuta Zawadi peke yake jikoni. Dada, kuna nini kinaendelea? Aliuliza kwa upole. Zawadi alimtazama. Alitaka kusema kila kitu, lakini alishindwa.
Ni mambo ya biashara tu, alisema. Kito hakuridhika. Biashara haiwezi kubadilisha familia hivi. Maneno hayo yalimgusa Zawadi. Alikaa kimya kwa sekunde chache. Kisha akasema, kama ungegundua mtu unayemwamini anafanya kitu kibaya, ungefanya nini? Kito alifikiria kidogo. Singekimbia. Ningekaa chini, nimwelewe, kisha nimsaidie kurekebisha. Zawadi alitabasamu kwa huzuni. Sio kila mtu anataka kurekebisha makosa yake. Kito hakujibu, lakini alijua kuna kitu kikubwa kilikuwa kinafichwa. Mzee Baraka alianza kuona mabadiliko pia. Familia yake haikuwa ile ile, lakini hakujua chanzo. Alimuita Amani ofisini kwake. Biashara zinaendeleaje? Aliuliza. Amani alijibu kwa kujiamini. Vizuri sana, tumepata faida kubwa kwenye uwekezaji wa mali na ardhi. Baraka alitabasamu. Hilo ni jambo jema. Lakini kisha akaongeza, kuna mtu ameniletea wasiwasi kidogo. Amani alinyamaza. Ni nani? Aliuliza. Mzee Omari. Amani alicheka kidogo. Huyo mzee ana mawazo ya zamani. Anaweza kuona hatari hata mahali ambapo hakuna. Baraka alitikisa kichwa. Labda, lakini sitaki kupuuza kila kitu. Amani alimsogelea kidogo. Baba, umenilea vizuri. Unanijua. Baraka alimwangalia machoni. Na kwa sekunde moja, aliona kitu ambacho hakuwahi kuona kabla. Lakini alikipuuza. Hakuna ninachotilia shaka, alisema. Lakini moyoni, alianza kuwa na swali. Usiku huo, Zawadi alipokea simu isiyotarajiwa. Ilikuwa ni kutoka kwa mhasibu wa zamani wa kampuni. Mama Zawadi, kuna kitu nilitaka kukuambia tangu zamani, alisema kwa sauti ya hofu. Zawadi alisikiliza kwa makini. Kuna miamala ambayo sikuwahi kuielewa. Nilipouliza, niliambiwa niachane nayo. Ni nani aliyekuambia hivyo? Zawadi aliuliza. Kulikuwa na ukimya mfupi. Kisha akasema, Amani. Zawadi alifumba macho. Ushahidi ulikuwa unaongezeka, lakini bado moyo wake ulikataa kuamini. Unaweza kunitumia rekodi zote? Aliuliza. Ndiyo, lakini kuwa makini. Haya mambo si madogo. Simu ilikatika. Zawadi alikaa kimya gizani, akiwa peke yake, akiwa na ukweli ambao ulikuwa mzito kuliko alivyozarajia. Na kwa mara ya kwanza, alijua jambo moja kwa uhakika. Hii haikuwa tena tuhuma. Ilikuwa ni mwanzo wa ukweli hatari. Zawadi hakulala tena usiku huo. Aliwasha taa, akafungua laptop na kusubiri ile barua pepe. Dakika chache baadaye, ikaingia. Alivuta pumzi ndefu kabla ya kuifungua. Ndani yake kulikuwa na faili nyingi, rekodi za miamala, mikataba ya uwekezaji na majina ya kampuni mbalimbali. Alianza kupitia moja baada ya nyingine. Kadri alivyokuwa anaendelea, ndivyo moyo wake ulivyozidi kuzama. Fedha zilikuwa zinahamishwa kwa njia ya siri, kupitia kampuni zisizoeleweka. Lakini kila njia ilikuwa inarudi kwa mtu mmoja, Amani. Zawadi alifunga laptop pole pole. Macho yake yalijaa machozi. Haiwezekani, alisema kwa sauti ya chini. Lakini ushahidi ulikuwa wazi. Hakukuwa na tena nafasi ya kukanusha. Sasa alibaki na swali moja tu. Atamwambia nani kwanza? Baba yao? Au amkabili Amani moja kwa moja? Lakini alijua jambo moja. Hatua atakayochukua itaamua hatima ya familia yao yote. Asubuhi iliyofuata, Zawadi aliamua kwenda kuonana na mzee Omari. Alimkuta amekaa nje kama kawaida yake. Mwanangu, ulifika, alisema kwa utulivu. Zawadi hakuzunguka. Ulikuwa sahihi. Omari alimwangalia kwa makini. Umegundua nini? Zawadi alikaa chini, akashika kichwa chake kwa sekunde chache. Kuna fedha zinapotea kupitia kampuni ambazo hazipo wazi, na zote zinahusiana na Amani.
Kulikuwa na ukimya mzito. Omari hakushangaa. Alitikisa kichwa polepole. Nilihisi hivyo. Zawadi alimwangalia kwa mshangao. Ulijua? Sikujua kabisa, lakini niliona dalili. Zawadi alihisi hasira kidogo. Kwa nini hukumwambia baba mapema? Omari alitulia. Kwa sababu wakati mwingine, ukweli ukisemwa mapema bila ushahidi, unaharibu zaidi. Maneno hayo yalikuwa mazito. Zawadi alielewa. Sasa alikuwa na ushahidi, na ukweli haukuwa tena wa kufichwa. Amani alikuwa ofisini, lakini akili yake haikuwa pale. Alikuwa anafikiria Zawadi. Tabia zake zilikuwa zimebadilika sana, na hilo lilikuwa hatari. Aliingia kwenye mfumo wa kampuni. Akaanza kuangalia nani alikuwa ana access faili za siri. Jina moja lilionekana mara nyingi: Zawadi. Amani alikaa kimya. Akavuta pumzi ndefu. Kwa hiyo umeanza kuchimba, alisema polepole. Alijua muda ulikuwa unaisha. Hakuweza kuendelea kama kawaida. Alipaswa kufanya uamuzi. Lakini ni uamuzi gani? Kuficha zaidi au kukubali? Hapana. Hakuwa tayari kupoteza kila kitu. Sio mali, sio heshima, sio nafasi yake. Alichukua simu yake, akampigia mtu. Tunahitaji kuharakisha mipango yetu, alisema kwa sauti ya chini. Na kama kuna mtu anaanza kuuliza maswali, lazima ashughulikiwe. Simu ilikatika. Uso wake ulikuwa mtulivu, lakini ndani yake kulikuwa na vita kali. Jioni hiyo, familia ilikusanyika tena. Lakini hali haikuwa kama kawaida. Kila mtu alikuwa kimya zaidi. Zawadi alikuwa anamtazama Amani kwa makini, na Amani alijifanya haoni. Kito alikuwa anajaribu kuleta mazungumzo ya kawaida, lakini hakuna aliyekuwa na moyo wa kucheka. Mzee Baraka aliangalia hali ile. Leo kuna ukimya mwingi, alisema. Hakuna aliyesema chochote. Zawadi alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Alijua huu ndio wakati, lakini bado alisita. Je, aseme sasa au asubiri? Amani alinyanyua kichwa na kumtazama. Macho yao yalikutana. Kulikuwa na ujumbe wazi. Wote wawili walijua, lakini hakuna aliyesema. Baraka alitikisa kichwa. Kama kuna jambo linaendelea, ni bora lisemwe mapema. Maneno hayo yalikaa hewani, lakini bado hakuna aliyethubutu kuvunja ukimya. Usiku huo, Zawadi alipata ujumbe mfupi: achana na haya mambo. Hakukuwa na jina, lakini hakuhitaji kuelezwa. Alijua ni nani. Aliketi kitandani akishika simu yake. Hofu ilipita ndani yake, lakini haikudumu. Ilibadilika kuwa uamuzi. Siwezi kurudi nyuma, alisema kwa sauti ya chini. Alisimama, akaenda kwenye drawer yake. Akatoka na faili zote alizokuwa amekusanya. Ushahidi wote. Aliweka mezani, akiutazama kwa makini. Hii haikuwa tena kuhusu fedha. Ilikuwa kuhusu ukweli. Ilikuwa kuhusu haki. Na zaidi ya yote, ilikuwa kuhusu kulinda familia yake. Hata kama kufanya hivyo kungemaanisha kuharibu kila kitu. Zawadi alifunga macho kwa sekunde chache. Kisha akayafungua. Na uamuzi wake ulikuwa umefanyika. Kesho yake, ukweli ungeanza kufichuka. Asubuhi ilifika kwa uzito ambao haujawahi kuhisiwa nyumbani kwa Mzee Baraka. Hakukuwa na vicheko. Hakukuwa na mazungumzo ya kawaida. Kila mtu alikuwa na kitu moyoni. Zawadi aliamka mapema kuliko wote. Aliandaa faili zake zote mezani sebuleni. Hakutaka tena kusubiri. Mzee Baraka alipoingia, alisimama. "Mwanangu, kuna nini?" aliuliza. Zawadi hakuzunguka. "Baba, kuna jambo lazima ujue." Sauti yake ilikuwa tulivu lakini nzito. Amani aliingia muda huo huo. Alipoona faili mezani, alijua. Huu ndio ulikuwa mwisho wa ukimya. "Kuna nini kinaendelea hapa?" aliuliza kwa utulivu wa kujilazimisha. Zawadi alimwangalia moja kwa moja.
kila kitu. Kulikuwa na ukimya mzito. Halafu Zawadi akasogeza faili mbele. Hizi ni rekodi za fedha na zinaonyesha kitu ambacho hatukutarajia. Mzee Baraka aliketi polepole. Amani hakusema chochote, lakini macho yake yalionyesha jambo moja: alikuwa tayari kwa mapambano. Zawadi alianza kuelezea taratibu. Hakupaza sauti, hakuharakisha. Aliweka kila kitu wazi: uwekezaji wa mali uliokuwa na mashaka, kampuni zisizoeleweka na fedha zilizokuwa zinapotea. Mzee Baraka alikuwa anasikiliza tu, hakukatiza, lakini uso wake ulianza kubadilika. Na mwisho wa yote, Zawadi alisema akivuta pumzi, kila kitu kinaelekea kwa mtu mmoja. Aligeuka polepole, akamtazama Amani. Amani? Chumba kilikaa kimya kabisa. Kito alisimama ghafla. Haiwezekani, alisema kwa mshangao. Amani hakujibu mara moja. Alikuwa anamtazama Zawadi kama mtu anayepima hatua inayofuata. Umefanya kazi kubwa sana, alisema kwa sauti ya utulivu wa ajabu. Zawadi hakutetemeka. Hii si mchezo, Amani. Mzee Baraka aligeuka kwa polepole. Mwanangu, haya yote ni kweli? Swali hilo lilikuwa zito kuliko maneno yote yaliyosemwa hapo awali. Na sasa ukweli ulitaka kutoka. Amani alinyamaza kwa sekunde chache. Alitazama chini. Kisha akacheka kidogo. Sio kwa furaha, bali kwa uchungu. Mnafikiria nini? Aliuliza. Kwamba nilikuwa tu nikiiba bila sababu? Hakuna aliyemjibu. Aliendelea. Nimejenga biashara hizi pamoja na baba. Nimechukua hatari ambazo hakuna mtu hapa angechukua. Alimwangalia Zawadi. Unachokiita makosa ni mipango ya kukuza mali yetu. Zawadi alitikisa kichwa. Hapana. Hiyo si mipango. Huo ni udanganyifu. Maneno hayo yalikuwa makali. Amani alisimama. Ulimaanisha nini? Kwamba mimi ni mwizi? Mzee Baraka alipaza sauti kwa mara ya kwanza. Inatosha. Chumba kilikaa kimya tena. Alimwangalia Amani kwa uchungu. Kama ni mipango, kwa nini haikuwa wazi? Amani hakujibu mara moja. Na ukimya wake ulisema mengi zaidi kuliko maneno. Kito alikaa chini polepole. Alikuwa bado haamini. Kwa nini Amani? Aliuliza kwa sauti ya chini. Haya yote yalikuwa ya nini? Amani alimtazama, na kwa mara ya kwanza uso wake ulionyesha hisia halisi. Nilitaka zaidi, alisema. Zaidi ya tulichokuwa nacho. Zaidi ya kile kilichokuwa kinatosha. Zawadi alisogea mbele. Kwa gharama ya familia? Amani hakujibu. Mzee Baraka alifumba macho. Maumivu yalikuwa wazi usoni mwake. Nilikulea kwa uaminifu, alisema polepole. Na wewe umechagua njia hii. Amani aligeuka mbali kidogo. Hakutaka kuonana na macho ya baba yake, kwa sababu alijua huo ndio ulikuwa wakati ambao kila kitu kilivunjika. Kimya kilitawala kwa muda mrefu. Hakuna aliyekuwa na maneno ya kusema, lakini bado kulikuwa na jambo moja ambalo halikuwa limeelezwa. Zawadi alishika faili moja. Kuna kitu kingine. Wote walimtazama. Kuna kampuni moja ambayo imepokea fedha nyingi kuliko zote. Amani alifunga macho kidogo. Alijua hii inakuja. Zawadi aliendelea. Na fedha hizi hazikurudi kwenye biashara yetu. Mzee Baraka alinyanyua kichwa. Zilienda wapi? Zawadi alifungua ukurasa wa mwisho. Akasita kidogo. Kisha akasema, zilienda kwenye akaunti ya mtu binafsi. Kito alishika kichwa chake. Ni nani? Zawadi alimwangalia Amani.
Kisha akasema kwa sauti ya wazi, si yeye tu anahusika. Chumba kiliganda. Hii haikuwa tena hadithi ya mtu mmoja. Kulikuwa na mtu mwingine, na ukweli huo ulikuwa mbaya zaidi kuliko walivyofikiria. Chumba kilikuwa kimya kiasi kwamba hata pumzi zilikuwa zinasikika. Si yeye tu anahusika. Maneno ya Zawadi yalining'inia hewani. Mzee Baraka alikaza macho. Unamaanisha nini? Zawadi hakujibu haraka. Alifungua faili nyingine pole pole. Mtu wa pili ndiye anayepokea fedha hizi. Amani aligeuka ghafla. Sema basi, alisema kwa ukali. Lakini Zawadi hakutetemeka. Alitazama ukurasa ule. Kisha akainua macho yake. Mtu huyu ni mtu wa karibu sana na familia. Kitu alisimama tena. Mungu wangu! Mzee Baraka alishika meza. Sema jina. Zawadi alivuta pumzi ndefu. Kisha akasema, ni Wakili Njoroge. Chumba kililipuka kwa mshangao. Wakili ambaye alikuwa ameisaidia familia kwa miaka mingi. Mtu aliyeamini bila swali. Na sasa alikuwa sehemu ya siri kubwa zaidi. Amani aliketi polepole. Hakujitetea, hakupinga. Alionekana kama mtu aliyekuwa amechoka kuficha. Ndiyo, alisema kwa sauti ya chini. Nilifanya kazi na Njoroge. Mzee Baraka alishtuka. Kwa nini? Amani alimtazama baba yake. Kwa sababu yeye ndiye aliyenifundisha jinsi ya kupanua mali kwa njia ambazo hazionekani haraka. Zawadi alitikisa kichwa kwa hasira. Hizo si njia halali, Amani alijibu. Lakini zinafanya kazi. Maneno hayo yaliumiza zaidi kuliko kosa lenyewe. Kito alitikisa kichwa. Ulituchagua nini sisi? Au pesa? Amani hakujibu, kwa sababu jibu lilikuwa wazi. Mzee Baraka alisimama. Uso wake ulikuwa umejaa maumivu makubwa. Njoroge atakuja hapa leo, alisema, na sauti yake haikuwa ya mtu anayesihi, ilikuwa ya mtu aliyeamua. Jioni hiyo, Wakili Njoroge alifika. Alikuwa bado anajiamini kama kawaida, lakini alipokutana na macho ya Mzee Baraka, alijua mambo hayako sawa. Karibu wakili, Baraka alisema kwa utulivu. Lakini ndani ya utulivu huo kulikuwa na hasira. Walikaa wote. Hakukuwa na salamu nyingi. Zawadi aliweka faili mezani. Njoroge aliziangalia. Alizitambua mara moja, lakini hakutetereka. Hizi ni nyaraka za biashara, alisema kwa utulivu. Zawadi alijibu, na pia ni ushahidi wa udanganyifu. Njoroge alitabasamu kidogo. Udanganyifu au mbinu za biashara? Mzee Baraka alipaza sauti, usicheze na akili yangu. Kimya kilitawala. Kwa mara ya kwanza, Njoroge alinyamaza na tabasamu lake likapotea. Niambie ukweli, Baraka alisema kwa sauti nzito. Ni kiasi gani kimechukuliwa? Njoroge alimtazama. Kisha akamtazama Amani. Kulikuwa na mawasiliano ya kimya kati yao. Kisha akasema, zaidi ulivyofikiria. Kito alishtuka. Zawadi alifumba macho. Kwa nini? Baraka aliuliza. Njoroge aliegemea kiti. Kwa sababu uliweka kila kitu mikononi mwa mtu mmoja, bila ukaguzi. Maneno hayo yalikuwa kama mshale. Baraka alinyamaza. Amani alitazama chini. Kwa mara ya kwanza, alionekana kujuta. Lakini ilikuwa kuchelewa. Zawadi alizungumza. Hii si tu kuhusu pesa, ni kuhusu kuvunja uaminifu. Njoroge hakujibu, kwa sababu alijua, hapa hakuna hoja ingeweza kumtoa. Usiku uliingia polepole. Lakini ndani ya nyumba ile, hakukuwa na utulivu. Mzee Baraka alisimama peke yake sebuleni baada ya kila mtu kuondoka. Alikuwa amechoka. Sio mwili tu, bali moyo. Amani alikuja taratibu. Alisimama mbali kidogo. Baba, alisema kwa sauti ya chini.
Baraka hakumwangalia. Kwa nini? Aliuliza tena. Sasa si kwa hasira, bali kwa maumivu. Amani alinyamaza. Kisha akasema, nilitaka kuthibitisha kuwa ninaweza kuwa mkubwa zaidi. Baraka aligeuka polepole. Na kwa kufanya hivyo, umeharibu kila kitu. Maneno hayo yalikuwa ya mwisho. Hakukuwa na kelele. Hakukuwa na hasira tena. Kulikuwa na ukimya wa kuvunjika moyo. Na katika ukimya huo, familia ilibadilika milele. Asubuhi ilifika, lakini hakuna aliyekuwa tayari kuianza. Nyumba ile ilikuwa kimya kuliko kawaida. Hakuna aliyekuwa na hamu ya kuzungumza. Mzee Baraka aliwaita wote sebuleni. Uso wake ulikuwa tofauti. Hakukuwa na hasira tena. Kulikuwa na uamuzi. Nimefikiria sana, alianza kusema. Kile kilichotokea hapa hakiwezi kupuuzwa. Amani alinyanyua macho pole pole. Zawadi aliketi kimya. Kito alikuwa anashika mikono yake kwa nguvu. Baraka aliendelea. Biashara zitasimamiwa kwa uwazi kuanzia leo. Hakuna mtu mmoja atakayekuwa na mamlaka yote. Kisha akageuka kwa Amani. Na wewe utaondolewa kwenye usimamizi wa mali zote kwa sasa. Maneno hayo yalikuwa mazito, lakini hayakuwa ya hasira, yalikuwa ya haki. Amani hakupinga. Alitikisa kichwa pole pole. Alijua hiyo ilikuwa bei ya makosa yake. Wakili Njoroge hakurudi tena nyumbani pale. Hatua zilianza kuchukuliwa. Mikataba ilikaguliwa upya. Akaunti zilifungwa. Na fedha zilizobaki zilianza kurejeshwa chini ya usimamizi mpya. Haikuwa rahisi, lakini ilikuwa lazima. Zawadi alipewa jukumu la kuongoza mchakato huo. Hakufurahia, lakini alikubali. Kwa sababu alijua, mtu lazima asimame kwa ajili ya ukweli. Siku moja, alipokuwa ofisini, Amani aliingia. Hakuwa tena yule wa zamani. Uso wake ulikuwa umejaa unyenyekevu. Nahitaji kuzungumza na wewe, alisema. Zawadi alimtazama. Kulikuwa na ukimya mfupi. Kisha akasema, sawa. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, walikuwa wanazungumza si kama wapinzani, bali kama ndugu walioumia. Walikaa kimya kwa muda mfupi kabla ya Amani kuanza. Najua hakuna maneno yatakayorekebisha kile nilichofanya, alisema. Zawadi hakujibu. Aliendelea. Lakini nilipotea. Nilifikiria mafanikio ni pesa pekee. Zawadi alimtazama kwa makini. Na sasa? Amani alishusha pumzi. Sasa najua, nilikuwa nimekosea. Kulikuwa na ukimya mzito. Kisha Zawadi akasema, kukosea si tatizo. Kukataa kubadilika ndilo tatizo. Amani alinyanyua macho. Unanipa nafasi ya kurekebisha? Zawadi alifikiria kidogo. Kisha akasema, sio mimi ninayekupa nafasi. Ni matendo yako yatakayoamua. Maneno hayo yalikuwa ya kweli, na kwa mara ya kwanza kulikuwa na mwanga mdogo wa matumaini. Miezi ilipita. Mambo yalianza kubadilika polepole. Biashara zilirudi katika mstari. Uwazi uliongezeka. Na familia ilianza kuzungumza tena. Si kama zamani kabisa, lakini bora kuliko ukimya wa awali. Amani hakurudi kwenye nafasi yake ya zamani. Badala yake, alianza kufanya kazi ndogo ndogo chini ya usimamizi. Hakupinga. Alijifunza. Alibadilika. Kito alirudi kuwa mcheshi kidogo. Zawadi alibaki imara. Na mzee Baraka alikuwa anaangalia kila kitu kwa macho tofauti sasa. Siku moja walikaa pamoja nje, kama zamani. Hakukuwa na mazungumzo mengi, lakini kulikuwa na amani fulani. Sio kamili, lakini ya kweli. Jioni moja tulivu, mzee Baraka alikusanya familia yake tena. Walikaa pamoja kama ilivyokuwa desturi yao.
Lakini safari hii kulikuwa na maana tofauti. Aliwaangalia wote polepole, kisha akasema, nilijifunza kitu kikubwa kupitia haya yote. Walimtazama kwa makini. Mali inaweza kujengwa upya, biashara zinaweza kurekebishwa. Alisimama kidogo, kisha akaongeza, lakini uaminifu ukivunjika, unahitaji moyo kuujenga tena. Kimya kilitawala. Amani alishusha macho. Zawadi alimtazama baba yake kwa heshima. Kito alitabasamu kidogo. Baraka aliendelea, familia si pesa. Familia ni watu wanaochagua kusimama pamoja hata baada ya maumivu. Maneno hayo yalikaa mioyoni mwao, na kwa mara ya mwisho hadithi yao ilifunga mzunguko, si kwa ukamilifu, bali kwa ukweli. Kwa sababu mwisho wa yote, uaminifu uliovunjika unaweza kujengwa tena, lakini si kwa maneno, bali kwa matendo.